Ninataka kuzungumza kuhusu power of appreciation. Power of appreciation. Appreciation ni kufanya nini kwa Kiswahili? Our elder utatusaidia na Kiswahili ku appreciate. Ni kama kushukuru. Lakini tunajua ku appreciate, si ndio? Naona watu wengi hapa sana, hata nikikosa neno la kueleza na Kiswahili, utaniruhusu nitumie hiyo tu ku appreciate, na nitatumia maneno mengine ya Kizungu na ninajua unaelewa. Amen. The power of appreciation. Ni vizuri ni kueleze kidogo maana ya appreciation. Hata nikikosa maneno ya Kiswahili nitapata maneno mengine ya kukuambia. Sijui unaposikia the word appreciation unasikia namna gani? Nilikuwa natamani sana, isipokuwa ni wakati umetusonga sana, tuimbe ile wimbo tunasema ya kwamba ile tunaongozwa na dada wetu Emily, na tunaimba ile ya ku-appreciate ya kwamba you are wonderful. Ninapokuona naona utukufu wa Bwana ndani yako. Hiyo ni maneno ya ku-appreciate. Si mnakumbuka? Hiyo wimbo tukiimba unakuta ya kwamba inaletaka mabadiliko mengi sana. Sijui kama umenotice hivyo. Inaletaka mabadiliko mengi sana, na kuna mambo huwa inafanyika katika maisha yetu wakati tunaimba wimbo huo, tukizunguka, tukisalimiana, tuki-appreciate one another. I realized there are miracles that do happen. As I was preparing for this message, there are miracles that happen, especially wakati mtu anakuwa appreciated, anaambiwa thank you, anaambiwa you are smart, anaambiwa naona utukufu wa Mungu ndani yako. Mtu akiwa appreciated, kuna mambo mengi sana inafanyika katika maisha yake. Bwana asifiwe. Na hivyo nataka at the end of this lesson Mungu atusaidie tuwe watu wa ku-appreciate. Hallelujah. Tuwe watu wa ku-appreciate, na tuwe watu wa ku-appreciate one another, kwa sababu this is very spiritual, this is very biblical, this is very 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 big. Ni kitu kubwa sana katika ufalme wa Mungu na katika ulimwengu wa rohoni. Appreciation ni kitu ambacho ni ya muhimu sana. Unajua ni kwa nini? Niligundua ya kwamba the opposite of appreciation is accusation. Opposite, si tunaelewa? Opposite ya appreciation ni accusation. So if you don't appreciate, automatically you accuse. Na ku-accuse ni kushtaki. Igawaje ni kitu kikubwa zaidi ya kile tunafikiri kushtaki. Kwa sababu katika Biblia Shetani anaitwa accuser of brethren, mstaki wa ndugu zetu na baba zetu. Na ukiona kitu ambacho Shetani anaitanishwa naye na anatajwa na Mungu ametajwa, unajua when you mention the word God and you mention the word Satan, you are talking about the highest forces in the universe. Yani unaongea kuhusu, umeguza nguvu zile ziko juu zaidi, hakuna zingine zimepita hapo. Kwa hivyo kama hauongei kuhusu mwanadamu ama pepo ama kitu kingine, ukiguza jina Mungu na uguze jina Shetani, you are talking of very high levels spiritually. Praise the Lord. Kwa hivyo ukisikia mahali ambapo inaambiwa ya kwamba Shetani mwenyewe jina lake kamili etagwo mushukani, the accuser of brethren. Praise the Lord. That is his name.
na sio mtu mwingine amepewa hiyo jina. Kwa hivyo wewe usikubali kuchukua jina la shetani. Mungu atusaidie sana. So the opposite of appreciation is accusation. Accusation describes Satan's main work among brethren. Whenever we talk about accusation, tunapoongea kuhusu accuser ama accusation, ni term ambayo inatumika kueleza kazi maalum ya shetani mbinguni na hapa ulimwenguni. Bwana asifiwe. Accusation mpaka ni kazi amefanya, ako na uzoefu wa kuifanya, mpaka Biblia inamuita accuser of brethren, Satan, the devil himself. He is the accuser of brethren. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 10 utapata hivyo ya kwamba ameitwa the accuser of the brethren. He masters the art of accusation. Yani shetani anajua, amesomea, anaelewa language ya accusation vizuri kabisa. Yani he has mastered that art of accusation, mpaka iko ndani yake kabisa mambo ya accusation. Na kwa sababu hiyo vile anafanya, kwa sababu it is a very powerful tool to him. Accusation ni tool ambaye ni ya nguvu sana kwake, kwa shetani. Vile amefanya ni ya kwamba amejaribu kuipenyesha kwa watu, ili watu wawe wanamsaidia kufanya kazi hiyo ya accusation. Akijaribu, lengo lake moja tu ni hii, kupigana na hili kitu tunaita appreciation. Praise the Lord. So unaweza kuona the magnitude of the term appreciation ukiangalia the tools shetani anatumia na ile kujihami, amejihami kupigana na appreciation. Ni ya kwamba he has mastered the art of accusation. And kitu ingine ni ya kwamba amejaribu kuipenyesha kwa watu, kwa wanadamu wote, hata wa Kristo, hata kwa makanisa, ili kila mmoja achukue sehemu ya accusation, asaidie shetani kufanya hiyo kazi, ili sisi zote tuweze kupigana na hii jambo ambalo tunaita appreciation. Hata katika lugha ambayo watu wanaongea, unakuta ya kwamba he sugarcoats the language of accusation to make it as common as possible. Lugha zile tunaongea sisi wanadamu, hata sisi washirika wa kanisa, hata ndani ya Life Changing Center, shetani anakujaga, anasikiliza the language of the day. Anaona vile mnaongeanga, alafu ndani ya hiyo maneno ile mnaongeanga anaweka utamu wa uongo, anaweka accusation ndani, ikiwa sugar coated. Inasikika tu ni sweet, ni tamu, ni kawaida, ameifanya very ordinary. Inaonekana hii hata Mkristo anaweza kuongea. Hii hata mtu amejazwa na Roho Mtakatifu anaweza kuongea. Yani inafanywa iwe chini sana, kwa level ya chini sana, lakini ndani yake imedungwa sindano ya accusation, ya mashtaka. Bwana asifiwe. Nikupe mfano. Sijui kama umesikia watu wakiongeana kwa lugha tu ya kawaida. Ni watu wawili wanaongea. Tuseme mimi na Elda Bongwa tunaongeana. Nasikia nimemwambia, hiyo ni uongo bwana. Hiyo si kweli. Si umesikia kitu kama hiyo? Ushawahi ambia mtu mwingine kitu kama hiyo? Hiyo si kweli, hiyo ni uongo. Na mnaendelea tu na. Lakini imagine bishop na mzee wa kanisa wanaongeana na wanasema mambo ya uongo. Na ukiwauliza watasema, that was just a joke. Do you know the devil shetani ameipaka hiyo ili ni muaccuse mzee wa kanisa ya kwamba kile amesema ni ya uongo. Hiyo ni accusation. Hata unakuta
hata ukiongea na watoto wako, kuna mambo mengi sana umechukua lugha tu, tumechukua lugha nyingi sana, hata mimi, hata wewe, hata yule mwingine, na unakuta kwamba unadanganya, unaongea kitu kama hiyo ya kuambia hapana, sema ukweli, hiyo si kweli, ninajua unanidanganya, maneno kama hayo, na sisi wa Kristo tunaongea. Hiyo ndio ninasema sugarcoating ya shetani katika lugha ile ambayo tunaongea. Ameipaka vitu zuri tuongee bila shida yoyote, lakini ameiduka sindano ya accusation. Na sasa at the end of the day akijua ya kwamba hata kwa hii kanisa niko na wasaidizi ambao wananisaidia kuspread accusation. Mungu atusaidie sana. Hallelujah. He is the greatest secret enemy of appreciation. Kama kuna mtu ambaye ni mpinzani mkubwa sana wa appreciation, ni shetani mwenyewe. Na alianza pale mbinguni. Bwana asifiwe sana. Alianza pale mbinguni kwa sababu Biblia inasema ya kwamba alikuwa malaika mkubwa na akajiinua na akaanza kushtaki hata malaika mbele za Mungu kwa kujipendeza yeye mwenyewe. Na kwa sababu hiyo kazi yake ilianza kitambo. Ako na experience ya miaka mingi sana hii ya accusation, kiasi ya kwamba yeye, kwa sababu anajua the power of appreciation, he becomes the greatest enemy of appreciation. Amen. Lakini anafanya kwa siri ili watu wote wa embrace. Kwa hivyo anakuwa a secret enemy of appreciation. Hata ukiulizwa kama hiyo ni dhambi, utasema hiyo ilikuwa ni msaha tu, hiyo tulikuwa tunaongea tu, ni msaha. Kwa hivyo, na shetani anajua ya kwamba wewe amekuduga sindano, umekuwa an agent of accusation. Amen. Jambo lingine ni ya kwamba shetani anaficha nguvu zilizo ndani ya appreciation ili mwanadamu asikobolewe. Akae tu ameokoka, akae tu ananena na lugha, akae tu anahubiri, akae tu anafanya miujiza, akae tu anafanya mambo yoyote ile inafanyika kanisani, lakini yeye ni accuser kama shetani mwenyewe. So shetani anaficha, anajaribu sana kutufichia tusijue nguvu zilizoko ndani ya appreciation. Na kwa hivyo watu wengi tumeshikwa mateka ya kuwa accusers among brethren. Tuna accuse one another kwa maneno mengine mazito sana, maneno mengine very soft, maneno mengine inasemekana he will understand, you will understand, kwa mambo kama hayo. Lakini ni kitu shetani amepaka akijua kwamba hawa wote nimewashika mateka, wanisaidie kufanya kazi yangu ambayo nataka kuifanya, ambayo inaitwa accusation. Mungu wa mbinguni atusaidie. Praise the Lord. Ningetaka tusome neno ambalo liko katika kitabu cha Warumi 8. Tutasoma mistari miwili. Romans chapter 8 verse 1 and 2. The Bible says, tunapowekewa kwa Kiswahili, kwa Kiingereza inasema, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Kwa Kiswahili nasema, sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, bali na sheria ya dhambi na mauti. Praise the Lord. I love this word.
Sitakusomea mistari mingi kwa sababu sitaki kuchanganya, lakini neno hili linatuambia hivi ili uelewe vizuri ya kwamba katika ulimwengu wa rohoni, ulimwengu wa kiroho, unajua mambo ikifanyika katika ulimwengu huu tuko, kwanza inatengenezwa na kumalizika katika ulimwengu wa rohoni. Praise the Lord. I know we all believe that. Unachoona kile kinafanyika hapa kwetu physically, it is manifestation of what have been schemed and planned and done and perfected in the spirit world. Hallelujah. Hii scripture inatuambia kuhusu sheria aina mbili. Sheria ya kwanza inaitwa the law of the spirit who gives life. Sheria ya pili inaitwa the law of sin and death. In other words, kulingana na neno la Mungu ni ya kwamba katika ulimwengu wa roho, dunia inaongozwa na sheria hizo mbili. Wanadamu wote na vitu vyote ambazo zinafanyika tunaongozwa na sheria hizo mbili. In other words, ukitaka tunaweza kusema kwamba kuna mahakama aina mbili ya kiroho ambayo inafanya kazi, na inategemea katika maisha yako wewe utahukumiwa katika mahakama gani. Bwana asifiwe. Kuna mahakama moja iko na sheria inaitwa the law of spirit that gives life. Hallelujah. Hii sheria kuna wale watu inahusu. Unajua kila nchi iko na katiba yake na sheria zake, si ndio? Na kama hapa Kenya, nikupe mfano mzuri, tuko na secular constitution. Kuna mambo ambao inawekwa kwa secular courts, na kuna mambo mengine inaenda kulingana na wewe ni wa dini gani. Kama Waislamu wako na koti yao inaitwa sharia, si ndio? Sasa hawa kuna mambo ambao wewe huwezi ukapelekwa huko. For example, kama ni mambo ya doa, marriage and divorce, wewe kama ni Mkristo hauwezi ukapelekwa kwa koti la Waislamu, kwa sababu sheria zinazo operate ni tofauti kabisa, si ndio? Ni tofauti kwa sababu sheria zenu zinasema sheria zetu zinaamini ya kwamba mtu aoe mke mmoja. Ukienda pale kwa ile sheria nyingine inakubali katika katiba yao ya kwamba unaweza kuoa wake wangapi? 4. Kwa hivyo kama ni mambo ya marriage and divorce, it depends on who you are, whether you are a Christian, whether you are a secular or you are Muslim. Sawa sawa. The same. Hata nakumbuka tunajua kuna msichana alikuwa anyongwe, sijui kama alinyongwa. Hiyo sitaki kuongea sana kwa sababu hakuwa hapa, lakini tulikuwa sote tunalia, aletwe kwetu ahukumiwe na sheria yetu, kwa sababu ni yetu. Kwa sababu akiletwa kwetu kwa sababu ni wetu, sheria yetu haitamnyonga, haijalishi amefanya nini. Lakini akija kwetu kwa sheria zetu hatutamnyonga. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa tuko na hizi sheria aina mbili. Sheria hii inaitwa hivyo. Wale watu ambao ni wakuhukumiwa katika hiyo sheria ni wale watu ambao wameokoka, wako ndani ya Kristo kulingana na Warumi 10:10, wamesamehewa dhambi zao, wameingia katika shule ya utakazo. Sina wakati wa kuzungumza hiyo ya kwamba salvation is instantaneous. Wokovu unaombewa, unaokoka mara moja. Lakini hali ya kutakazwa ni kuanza safari ya kuendelea kutakazwa, na utakazo unaanza
wakati umeokoka na unakuja kumalizika wakati utakufa. Sina wakati wa kueleza hayo, lakini ukija kwa Bible study tutasoma hayo. Lakini wokovu, unapopiga magoti yako na kusema ombi la toba, unaokoka mara moja. Bwana asifiwe. Sasa hii goti ni ya wale ambao wameokoka na wameingia katika shule ya sanctification, na majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima, na hawa ndio Biblia inasema ya kwamba they are not condemned. Bwana asifiwe sana. They are not condemned. Hii sheria yao inasema ya kwamba they are vindicated katika ulimwengu wa rohoni. They are vindicated. They cannot be accused whatsoever. Praise the Lord. Unajua hiyo ni kumaanisha nini? Ya kwamba mtu wa kategori hii ambayo nimesema, hata anaweza kufanya kitu hapa na tufikiria kwamba atafugwa, na tufikiria kwamba na sisi tumhukumu katika mambo mengi, lakini koti yetu pale katika ulimwengu wa rohoni inasema ya kwamba he is not condemned. Praise the Lord. There is no condemnation. Kwa hivyo tutajaribu hapa mambo mengi, alafu nakuta ya kwamba he is free, kwa sababu sheria yake ambayo inafanya kazi juu yake inasema amewekwa huru. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna mwingine utashangaa ya kwamba hata hajafanya kitu kikubwa, lakini sheria yake hiyo ingine ambayo ninasema, sheria ambayo inayemuongoza koti yake ya kupelekwa mahakamani, ile ya kiroho, inasema ya kwamba he is condemned. Unashangaa, yani hii kitu hata si dhambi, hata si makosa, anaulizwa nini, kunaenda nini, kunafanyika namna gani, hatimaye unasikia amenyongwa, amemalizwa, amefungwa. Kwa sababu gani? Sheria yake ambayo inafanya kazi juu ya maisha yake inasema amehukumiwa tayari. Bwana asifiwe sana. Natamani na niombi langu ya kwamba sisi zote tujue ya kwamba tuna sheria yetu ambaye sisi tumeokoka katika ulimwengu wa roho inatuongoza, na ndio hii tumesoma katika the book of Romans ya kwamba therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Hallelujah. Haijalishi wewe kama ni mfupi ama ni mkubwa, ama wewe ni tajiri, ama wewe ni maskini, ama wewe ni nani, ama wewe ni nani. Ulimwengu wa kiroho, sheria anayetuongoza inasema ya kwamba tukiwa ndani ya Kristo tumewekwa huru. Hallelujah. We cannot be condemned. Unaweza kunilaumu, ukinilaumu na koti langu linasema sijahukumiwa, you are accusing me and you become an accuser. Praise the Lord. You are vindicated, you cannot be accused. And for that reason, brethren, ndio sababu nimekuja kukuambia ya kwamba Mungu atuokoe na dhambi hii ya kuwa accusers, ya kutuikashtukani. Unajua hii neno la Kikuyu ni nyepesi sana, hii kusema mambo ya juko, na nafikiri imefanywa hivyo na shetani ili tusione kama ni kitu kikubwa. Wamama wanaposegenyana huko, wanapozungumza mambo ya fulani kwa vibaya, inaonekana tu ni mambo ya kawaida. Hata tunasemaka wamama wanaongea sana, hiyo ni kawaida. Wamama wakikusegenya, hata wazee wakikusegenya, hii ni mambo ya kawaida. Yani inaitwa juko, na juko ni kawaida tu. Lakini kulingana na Biblia inaitwa accusation, ni mashtaka ambayo inafika na iko na effect kubwa sana, na Mungu atusaidie. Hallelujah. Sheria hiyo ingine inaitwa the law of sin and death.
inafanya kazi kabisa, na nimejaribu kukueleza. Inafanya kazi kabisa katika ulimwengu wa rohoni, na kuna watu literally they are suffering, physically they are suffering because they have been condemned. Biblia inasema ya kwamba those who don't believe in Christ, they start condemned. Hiyo ni katika John 3 verse 18. John 3 verse 18. Naweza kutuwekea hiyo ili tujaribu kwenda kwa haraka. John 3:18 inasema nini? Whoever believes in him is not condemned. Believing in who? In Christ Jesus. But whoever does not believe starts condemned already, because they have not believed in the name of God's one and only Son. Hallelujah. Wacha nikuambie kitu ndugu yangu na dada yangu. Unajua kuna watu wataenda jehanamu na kuna watu wataenda mbinguni kukaa na Mungu. Amen. Lakini wale wataenda jehanamu, wale wataenda motoni, hawataenda motoni kwa sababu ya kufanya dhambi zile tunafikiri ni dhambi. Si usherati itawapeleka jehanamu, si ulevi utawapeleka jehanamu, si wizi itawapeleka jehanamu. Jehanamu yule atafika jehanamu achomwe milele na milele ni yule amekataa kumwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yake. That is one big sin, and it carries all other sins. It is the mother of all sins. Praise the Lord. Hiyo mtu akifanya, Biblia inasema already tayari amehukumiwa. You start condemned. Hata katoto kakazaliwa leo na kalishwe chakula mzuri na mavazi mazuri na kafukiwe mahali ambapo hakawezi kufanya dhambi, kaendelee kakikua na kawekwe tabia mzuri, kakuya kwamba hata kakifikisha miaka 18 hajaguza pombe, hajaguza bangi, hajaguza sigara, hajafanya kitu baya yeyote. Awe ni mtu hata si tunaona tabia yake ni mzuri, lakini hajamwamini Kristo kama mwokozi wa maisha yake, tayari amehukumiwa. Hata bila dhambi yeyote ambayo tunajua, kwa sababu dhambi hii moja ya kutokuamini mwana wa Mungu, hiyo ndio itapeleka watu jehanamu. Mungu wa mbinguni atusaidie sana. Biblia inasema praise the Lord. They can't accept anything better than themselves. Yani kama yeye hajafanya kitu, hiyo kitu hakijafanyika. Kama yeye hajasema kitu, hiyo kitu hakijasemwa. Sijui kama umeona watu wa namna hiyo katika ulimwengu huu, ya kwamba hata mkiwa na kitu mnafanya kwa kikundi, ama yeye anataka iwe ni yeye amefanya kama ni kizuri, lakini kama ni kibaya ni wewe umefanya. Kama ni kizuri ni mimi nimefanya, kama ni kibaya accusing figures. Praise the Lord. They are full of accusations and condemnations. Unfortunately, Biblia inasema ya kwamba their judgment here on earth and ultimate is death and death. Hukumu ya hawa ma-accusers, sheria hii ambayo tunaita sheria ya dhambi na mauti, haijui kitu kingine. Hata mkifanya kesi ni ya kusema ni nani tutaua, ni nani atakufa. Hiyo hukumu, hiyo mahakama haijui kitu kingine, mwisho wake ni mauti, na hiyo ni koti la shetani. Bwana asifiwe sana. Eschatologically, hii ni koti itafanyika katika the Bema Seat, mahali ambapo mbele za Mungu Baba, sio mbele za Yesu, mbele za Mungu Baba. Wakati
Biblia inasema ya kwamba watu wote watapiga magoti mbele za Mungu na kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Alafu wewe kama jina lako haliko katika kitabu cha uzima, unaenda jehanamu. Wewe hauna kitu kingine, unapelekwa huko. Lakini katika mahakama ama sheria ya Yesu Kristo, ile wa Kristo wataenda kufanywa hukumu pale after the rapture, mahali tutapelekwa tukifanywa kesi. Ile sheria itakuwa inatumika ni hii sheria ambayo nimekuambia, the law of spirit that gives life. Praise the Lord. Hiyo hata nikihukumiwa, hata nikiambiwa ya kwamba sikuhubiri vizuri, ninajua mwishowe kabisa sitapelekwa kwa shetani. Nitapata uzima wa milele. Ni labda taji yangu haitafanana na yako, lakini nina uzima wa milele. Bwana asifiwe sana. Because it is the law of spirit that gives life. Hiyo inaangalia huyu tutamfanyia nini aishi milele. Haleluya. Hii ndio roho ya appreciators, wale ambao wana appreciate. Praise the Lord. Sasa wacha nikuambie, kwa sababu nimedefine mambo ya accusation, wacha nikuambie impact ya accusation ama effects za accusations kwa watu wa Mungu. Na ili tuone ya kwamba ni roho tunataka na tuombe Mungu ituondoke kabisa kabisa na tukombolewe. Jambo la kwanza, naona saa zangu zinaisha, ni ya kwamba mtu yule ambaye ana uzoefu wa kuaccuse, that person is never satisfied. He or she is never satisfied. They are always dissatisfied. Kwa sababu lazima akute ya kwamba hapa kuna makosa, hapa kuna makosa, haifai. They are always dissatisfied. Na kwa sababu hiyo, they lack appreciation. They don't appreciate. That person will never have a chance to appreciate. The other thing ni ya kwamba wewe unakuwa kitu tunaita critic. You become a critic. Huyu mtu wa kutafuta makosa kila wakati. You become an accuser among brethren. Na sijui kitu kama unashika vizuri. Wacha nikuambie, wakati wowote unazungumza kuhusu Mkristo na ubaya wake, ni vizuri ujue unazungumza kuhusu nani. You should know people. Praise the Lord. Kuna mtu alisema hivi, you should know people. Wakati unasegenya Mkristo, wakati unazungumza mambo mabaya kuhusu Mkristo, hata si mchungaji ama askofu, mtu ambaye ameokoka, ulimi wako unatoa kitu ambao ni against, shuga sana, kwa sababu mahakama yake si ya mauti. Mahakama yake ni anatumia ile sheria inayemuongoza, ni ile ya life, ile ya kupeana uzima. Kwa hivyo kule katika ulimwengu wa rohoni kunasemekana he cannot be accused. Na wewe hapa mumeketi mkiwa wawili ama watatu, mnaanza kumsegenya na kumuaccuse. Na katika ulimwengu wa rohoni kuna sheria imesema na declaration imesema ya kwamba huyu mnayezungumzia hivyo, you are very wrong, you are very mistaken, because he is vindicated, she is vindicated. Hawezi kuhukumiwa. Hiyo mnaongea haiwezi kufanyika, na ni nyinyi itawa-affect. Mungu atusaidie sana. Therefore you should know, kabla ya kuongea ndugu na dada yangu kuhusu mtu fulani, jua unaongea kuhusu nani kutoka leo. Praise the Lord. Accusation ni kitu inaleta
hatred, inazaa chuki, watu wanakosana, inazaa bitterness. The more you criticize, the more you hate and become bitter. It brings separation and isolation. It brings discouragement. Inabadilisha rafiki kuwa adui. Nakuta mtu mlikuwa marafiki kwa muda mrefu, lakini kwa sababu mmeanza kumsengenya, kuongea mambo yake mabaya, kumuaccuse, unakuta ya kwamba uadui unaingia kuanza ndani ya mioyo, na Mungu atusaidie sana. Praise the Lord. It is very intimidating wakati unaongea lugha ya kuintimidate, hata kama ni mtoto. Unajua kuna lugha zingine tunaongelesha hata watoto, tunawaintimidate. Kama mzee mwingine alikuwa anatuambia kwamba walikuwa wamekaa mahali fulani, kijana akakuja na ile inaitwa nini ile mfara ya ile ya kuendesha, ile kitu wa vijana wanachezaga naye, anapita mbele ya wazee na hiyo kamugara, hiyo karola hiyo, akicheza, kijana mdogo. Sasa mzee mmoja ati kwa sababu mtoto amepitia hapo na hiyo kakitu, anachukua hiyo mugara na kitu yake, anatoka hapa kwenda huko, anatupanisha, anamuintimidate, anaharibu na hawezi kuendesha, ati atoke mbele ya wazee. Sasa anasahau ya kwamba hata yeye kuna wakati alikuwa kijana. That is how accusers do. Na Mungu atusaidie sana. Usifikiri ni mambo tu ya kama kijana kanakuja kakiendesha hiyo, kanacheza, hata kama ni kaondoe polepole na ukabariki, ukabie, ukikuwa mkubwa utanunua gari. Huyu ni mtu wa kuappreciate. Na huyu kijana atasikia hiyo maneno imeingia ndani yake. Na siku moja akikuwa mkubwa atakuwa nakumbuka ya kwamba kuna mzee alinishika na akaniondoa, lakini alisema nitapata gari. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri kuwa watu wa kubariki. Nakumbuka siku moja baba yangu nikiwa kijana, nilijaribu kuuza gari yake, na akaniita, kaniambia, wewe hii gari yako hutaendesha. Kaniambia hii gari yako sitaendesha, hutaendesha. Kwa sababu wewe naona unasikia masomo vizuri, nataka usome vizuri, ununue gari yako. Ukisoma ununue gari yako, hii hapo achana na. Na hiyo ni kweli. Mimi hata ndugu zangu waliendesha magari miaka mingi kabla sijaendesha, kwa sababu nilisikia neno la Baba. Lakini nilipopata gari, mara nilikumbuka ile maneno, na nikaenda mpaka nyumbani, na nikamwambia Baba, sasa niko na gari yako. Amen. Kwa sababu yeye hakunilaani, alifanya nini? Alinibariki. We should learn to appreciate and even to bless. Praise the Lord. Na ya mwisho ni ya kwamba accusations, hiyo mashtaka, it turns you into a secret agent of the devil. Unajua kuna watu wengi hata tunaangalia kanisani, kama kuna agent wa shetani ameingia, leo hii tumuombe na tumkemee atoke katika jina la Yesu. Najua tunaogopa maagent wa shetani, lakini nikiandaa ujumbe huu nilishangaa ya kwamba watu wengi sahi ni agents of the devil. Watu wengi kanisani ni agents. Hapa sijui tuko na agents wangapi. Kwa sababu gani? They are accusers of brethren. That one itself can make you an agent of the devil, kwa sababu unamsaidia kufanya kazi yake. Yaani unasaidia shetani.
Haleluya. Nifanye hivi kwa sababu nitaongeza dakika 5. Umenikubali? Ndio nimalizie. Bwana asifiwe sana. Remember, ujumbe ni huu ya kwamba we are looking at the power of appreciation. Haleluya. Kuna aina ya appreciations ili tukuje kwa nguvu zake. Nitataja kwa haraka sana. Aina moja ya appreciation ni kwa maneno, na hiyo ndio major on sana. Kuambia mtu thank you, you look smart, you are good, mambo mazuri ya kubariki mtu, appreciation in words. There is also appreciation in token. Kuna token of appreciation. Mtu akifanya kitu kizuri unaweza kumpea a token of appreciation. For example, hata wahubiri wale ambao tunaalika hapa, akikuja na atuhubirie neno la Mungu, of course we cannot pay. Huwezi ukalipa mchungaji kwa sababu ya kuhubiri, hapana. Lakini pale chini tukienda pamoja na wazee na treasurer, tunaangalia tutamu-appreciate, a token of appreciation. Na hiyo pia ina matter. Kuna ile token unaweza kupea mtu kama yule kuna presbyter alikuja akatuhubiria hapa usiku, akatuambia ya kwamba kuna mtu mmoja alitembelea na akamuombea sana, na alikuwa akaenda naye kasafari katika ile shida alikuwa naye, na wakati huyu mtu alibarikiwa, alikuja kuappreciate kwa mchungaji sasa. Lakini ile token of appreciation alikuja naye, huyu mchungaji aliangalia, sio mimi nasema, vile alituambia hapa, si ndio? Mnakumbuka alisema aliangalia hiyo token ya appreciation, akaona madharau, akaona nini, sipitishi hapo. Lakini appreciation inaweza kuwa in token. There is token of appreciation. Hata niligundua ya kwamba kuna flowers of appreciation. Wakati askofu wetu alikuja hapa, alipewa maua pale, na kuna kitu kingine pia alipewa hapo, si mnakumbuka? Na wamama wetu, wacha nikuambie, mahali tulienda tukaketi na yeye tukiwa wawili, karibu aliye machozi, aliniambia mimi katika maisha yangu mumenifanyia kitu kikubwa sana. Mimi mumenifanyia kitu kikubwa sana. Yaani mumenipatia maua kama president. Hadi kafikiria hata haongei juu ya ile kitu ya kuwafunika, na hiyo kwanza hata ilikuwa imeandikwa mambo mazuri. Ningefikiria kwa sababu ya maeneo ametoka atazungumzia kuhusu hiyo, lakini si maua, kwa sababu wengine wetu maua hatujui maana yake. Wengine wetu maua na pole sana dada wetu. Wengine wetu maua ndio tunasoma tunajua maana yake. Hata hatukuwa tunapeana maua, hata tunasumbuanaga na Pastor Monica wakati wa Valentine kwa sababu anataka maua na mimi hiyo sikupikaki. Kwa sababu hata wewe ukiangalia maua na nguo, which is more valuable, ama kilo ya nyama na maua, nini utaweka value? Lakini nilikuja kugundua, hiyo ndio siku nilijua, na nikasoma katika vitabu nikaona kuna flowers of appreciation. Yaani kuna kitu inafanya ndani ya mtu ya kwamba anaona kumbe ni heshima kubwa. Na nikasema hongera kwa wale walituongoza katika jambo hilo. Mungu awabariki sana wamama wetu. Kuna gifts of appreciation. You can appreciate somebody with a gift. Na hiyo ni ya muhimu sana. A gift of appreciation. Unaona hii karamu
Hii karamu ni gift. Na aliyenipea hii karamu alituambia this is a very special gift. Kwa nini? Kwa sababu hii karamu number one, unaona ni kebaba sana. Number two, hii karamu hapa inaweza kuguza simu. Hata saa hii natumia kuguza hapa. Hii ni special. Na niliposikia hivyo, sijawahi sahau aliyenipea nini? Ni kadogo ukikaona, but it is a gift of appreciation. It may not matter the value, but it's a gift of appreciation. Pia kuna visit of appreciation. Unaweza kupanga kutembelea dada au ndugu, unaweza kupanga kwamba tutavisit huyu mama, tutavisit huyu mzee, tutavisit huyu kwa sababu ya vile ametufanya. We want to appreciate with a visit. It is also a way of appreciating. Kuna sacrifice of appreciation. Wakati mwingi tunatoa sacrifice wakati tunataka kusukuma Mungu atufanyie kitu. Anapotufanyia kitu, hatuna shughuli tena ya thanksgiving. Hatuna shughuli tena ya thanksgiving. Praise the Lord. Ama ya appreciation. Lakini kuna mtu anaweza kutoa sadaka maalum ya kusema ya kwamba, nimeona katika Biblia, sina wakati wa kusoma ya kwamba kuna sadaka nzito ya kuambia Mungu, I appreciate what you have done. Appreciate. Sacrifice of appreciation. Kuna fast of appreciation. Kufunga kwa nini? Kwa sababu ya kuappreciate. Mwambie kakitu wakati, kwa sababu nyinyi ni wetu. Kuna wakati nilienda Heaven's Gates na nikafunga na nikaomba kwa sababu nilikuwa nataka mke. Na mke wangu pale alienda pale akiomba na kufunga. Na hatukuwa tunajuana, hatukuwa tumeonana, lakini sijui what a coincidence, it was the same period ya kwamba ako pale, niko pale, anaomba apate bwana, naomba nipate mke, Mungu anipe. Na tumefunga, hatujuani, labda tulikuwa tunapitana huko tu, sijui. Na Mungu alitujalia akatusaidia. Hallelujah. After those prayers, things happened. Mpaka mwishowe tukajikuta ya kwamba tumeoana. Tukiangalia mambo hivi hata kwa mitandao, tunaona at this time ulikuwa Heaven's Gate na mimi nilikuwa pale. Ulikuwa unaomba nini? Hii nilikuwa naomba. Katika mwendoni mwa maisha tukakubaliana ya kwamba bas, this one is as a result of prayers. Kama tulifunga wakati ule, basi turudi huko, tufunge, tushukuru Mungu ya kwamba alifanya tupatane. Bwana asifiwe sana. There is fast of appreciation. You can fast. Unaweza kuomba na kufunga, si kwa sababu unaitisha kitu, lakini umefunga iwe siku moja, 2, 3 kama zile unafungaga, ukiambia Mungu nashukuru, I appreciate what you have done. Appreciation peke yake. Praise the Lord. Pia kuna wimbo wa kushukuru. Kuna wimbo wa kushukuru. Mimi kuna wakati Mungu akinibariki, kuna wimbo inatokaga ndani yangu. Nasikia ninaimba. Na nikisikia hivyo ninajua hapa Mungu kuna kitu ananitenda. Bwana asifiwe sana. Yaani unakuta tu wimbo imetoka kama vile Biblia inasema wana Waisraeli walipovuka bahari ya Shamu,
wakaenda ng'ambo ile ingine. Miriamu alichukua darama, akasikia kuna wimbo inatoka ndani yake na imeandikwa wimbo wa kuappreciate. Bwana asifiwe sana. Na wakati mwingine ninajaribu kuimagine hiyo wimbo, wanakwaya wetu wakiimba ya kwamba farasi na ile ya farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Unajua walikuwa naimba hivyo wakiwa ng'ambo ile, bahari imefunika maadui, wamefunikwa, hawaoni tena, wako ng'ambo ile. Sasa Miriamu akasikia kuna wimbo nego ina. Bwana asifiwe sana. Akaanza kuimba wimbo wa kushukuru Mungu kwa sababu Mungu amewatendea. You can sing a song of appreciation. Now finally we come to the power of appreciation. What does appreciation do? One, inafanya upendwe na upendeke. It shows how loved you are. Unajua mkinipigia makofi sana, haleluya, hiyo ni jambo moja, pamoja na ile kusikia kauzuri, lakini hiyo ni kitu inaniambia hao watu wananipenda. Kwa sababu usipopigiwa makofi tena utajiuliza, yaani kwani hao watu hawanipendi, si ndio? Kwa hivyo ni vizuri tu jifundishe, kwa sababu tunapenda watu kuwapigia makofi. It shows your performance. It shows your performance. Whatever you are doing, if you are appreciated, inakuambia kwamba you have done well, you have performed. Sawa sawa. Jambo lingine naenda kwa haraka. It automatically improves your performance. Ina improve your performance. Nimeona watoto wengine ambao hawapendi kukula chakula, na mama yake akitaka akule haraka anamwambia hii najua utamaliza, hii najua utamaliza. Huyu anakulaga vizuri, anamalizaga yote, wacha uone vile atafanya. Unaona, kama huyu msichana anajua hata lia, utaona akifika kwa shosho vile atatulia. Ni mlebo mzuri sana, si ndio?